ya kwamba mnaonekana mambo yenu ni kama iko hai, lakini mambo yenu ishakufa. Bwana Yesu ndiye sana. Wacha nikwambie hivi, kabla mtu kukuja kukufa kimwili, anakuaga tayari ashauawa ama ashakufa kwenye ulimwengu wa kiroho, kukufa kabisa kabla kifo ya kimwili ifike kwa maisha yako. Na tunasikia ya kwamba watu wengi sana, kuna mambo inawatokezeaga sana kwenye ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu ndiye sana. Na mimi nataka niweze kukufunza. Nimekuhubiria asubuhi na saa 7, lakini sitaki kuhubiria saa hii. Nataka tufunzane kuhusu, ndio tuweze kuamuka, ndio tuweze roho zetu, nafsi zetu ziweze kuamshwa na Roho Mtakatifu wa Bwana ziwe hai. Kwa sababu inawezekana kuna dhamiri, inawezekana ya kwamba kuna mambo kwa maisha yetu imekufa sisi bila kujua. Bwana Yesu ndiye sana. Na kwa sababu wiki hii ni ya kuamshana kimaombi, ni ya kuamshana kiroho, ni vizuri sana niliona niweze kufunza zaidi watu wako nyumbani, kwa sababu mtu akiwa nyumbani kama hafanyi kazi atasikiliza. Bwana Yesu ndiye sana. Kwa sababu shetani kile anafanyaga ni akuje aweze kutuweza sisi. Ndio shetani aweze kugandamiza watu, huwa anatumia mbinu zake kwenye ulimwengu wa kiroho kuua. Shetani na ashindwe. Ujue Biblia inasema shetani ni mwizi na ni wakufanya nini? Kuua na kuharibu. Shetani na ashindwe. Lakini kitu moja, target kubwa sana ya shetani kwa watu wale wanajua Mungu, huwa anahakikisha kwamba kuna mambo anaua za watu wa Mungu. Ndio maisha ikuje iwe mbaya, ndio maisha yako ya kiroho ikuje iwe mbaya, ndio maisha yako ya kimwili ionekane ikiwa mbaya. Kuna kitu kiliuawa kwenye ulimwengu wa kiroho. Manifestation yake unakutaka kukuta kwamba kuna maisha yako, kwa maisha yako kuna kitu kiliondoka, kitu kilikuwa kizuri, kuna kitu Mungu alikuwa amekupatia ukakuta kwamba kishaondoka, lakini kilishughulikiwa kitambo sana kwa ufalme wa shetani, kikauawa kwenye ulimwengu wa kiroho. Na kwa sababu haupo unaelewa uombe, unakuta manifestation yake, aidha kuna kitu inakuja kufanyika vibaya kwa maisha yako. Shetani na ashindwe. Na kitu ya kwanza inashughulikiwa sana, nataka kuongelesha wale ambao wameokoka na wanajua kuomba, wale wanajua Mungu kupitia kwa maombi. Kitu ya kwanza kushughulikiwa sana na shetani na maijeti wake na mapepo zake, inashughulikiwa sana ni maombi. Kitu ya kwanza kile kinashughulikiwa sana na ibilisi, bila hakikisha amepata access ya kuua vitu za watu wa Mungu, ya kuua vipawa, ya kuua mambo mingi. Maombi tu inashughulikiwa. Unakuta kwamba kule ulikuwa unapata breakthrough ya maombi, inaenda ikiisha pole 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 pole, unaenda ukikunjwa pole pole kimaombi. Unakuta mara ya mwisho mtu alikuwa muombaji, mtu alikuwa mfungwa, mtu anajua kufunga, hiyo kitu kimeuawa kwenye ulimwengu wa kiroho. So manifestation yake wakati unaingia kwa maombi unakuta hakuna breakthrough. Wakati uko kwa nyumba yako unakuta hakuna maombi. Wakati ambapo unakuta kwamba unataka kuongea na Mungu, unakuta ya kwamba hiyo kitu, na tunasikia watu wakisema hata usiku naamkaka lakini nakosa maneno inakosa kutoka. Wewe umeamka kuomba lakini maneno yenyewe inakosa kutoka kwa mdomo yako ya kuomba, kumaanisha hiyo maombi iliuawa. Kuna kitu kimeuawa kwenye ulimwengu wa kiroho. Kitu ya kwanza, shuka sana lenye ya maombi, shuka sana hali ya maombi, hali ya uombezi kwa maisha yako. Bwana Yesu ndiye sana. Kwa sababu maombi inafunga milango ya shetani kuja kuataki. Na maombi inafanyaga shetani akijua kwamba maombi haipo, anapata mlango wa kuja kuua. Shetani na ashindwe. Hakikisha na kuombea kipawa chako sana cha uombezi. Kwa sababu acha nikwambie hivi, ukiwa mtu powerful kwa maombi, shetani anajua ya kwamba kuna alarm ya Roho Mtakatifu. Na wakati ambapo wewe unaomba sana, kitu yote kibaya kikuja kutokezea kwa maisha yako, sikiliza nikwambie, kabla kitu kikuja kutokezea, kuna alarm. Nafsi yako, Roho Mtakatifu, the Spirit of God, huwa anaongea na hiyo dhamiri yako, anakuambia kuna kitu, kuna njia atatumia kwa maisha yako, ndio uweze kuelewa kwamba kuna kitu kibaya kinakuja kufanyika kwa maisha yako ukiwa muombezi. Lakini kama maombi hakuna, shetani na ashindwe.
Maombi ikiondoka, hauwezi ukajua ya kwamba umetegwa leo kwa ajali. Hauwezi ukajua pesa zako zimetegwa. Hauwezi ukajua ndoa yako imetegwa. Sikiliza nikwambie hivi, mambo haya shetani hung'ang'ana sana kuua laini ya maombi ya watakatifu wa Mungu. Na tunakuta ya kwamba watu wengi sana tuwaenda kanisani, lakini hatujui kuomba. Tuombea kanisani, lakini kule tunatakiwa kwa manyumba zetu, kule hatujui kuomba. So kile ya maombi inauawa. Watu wengi wanaombaga wakati watu wako, utamwona akiomba, lakini ukamfuata kiroho kule anaenda, ule mtu unakuta ya kwamba ako empty kabisa, kwa sababu kuna kitu shetani aliua. Sikiliza nikwambie hivi, naongea mambo haya ndio tuweze kuamuka kiroho, sababu tukiamuka kiroho hatutawezwa. Ambia jirani yako hatutawezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ya pili, ukiangalia hali ya maombi, nimekuandikia mambo kama matatu hapa manne. Kitu kingine, shetani huataki sana, akijua nataka kukusambaratisha wewe, akishaingia aweze kukamata hiyo reni ya maombi. Kitu ya pili anang'ang'ana nayo sana, ili ya wale ambao wameokoka, naongelesha wale wameokoka na wale ambao wanaomba. Kitu ya pili, shetani huataki laini yako ili unapataka baraka naye. Shetani na ashindwe. Shetani anaweza kuja kuua, kwa sababu amemadiji kukuua kiroho hapa kwa maombi. Atahakikisha laini yote ama njia yoyote inaweza kukuletea baraka za Mungu kwako, anahakikisha tena ameiattack, amekuja kuiua. Kama kulikuwa kwa biashara, sikiliza nikwambie hivi, na uangalie sana biashara za watu wengi sana ziliuawa kitambo. Zile unaona saa hii watu hawauzi, zile unaona saa hii haina kibali, vile unaona saa hii hiyo biashara ya kwamba mtu anaenda pale na kuambia kwamba nimemaliza wiki mzima bila kuuza kitu, hii biashara iliuawa kitambo sana. Huyu alibaki tu akiwa mwanabiashara wa kusimama pale, lakini hii biashara haiko, ilikuwa kitambo sana. Shetani na ashindwe. Laini yote inakuletea baraka za Mungu kwa maisha yako, anahakikisha ya kwamba wewe unaonekana, unaambia watu unaenda kwa business, unaambia watu unaenda kazi, lakini ni kitu ambacho hii ni kazi ilikuwa kitambo sana, iliuawa. So wewe unaenda pale unaonekana kama pisha. Sikiliza nikwambie hivi, hakalia laini yako sana ya maombi sana, kwa sababu hizi vitu after hiyo kukufa huwa anakuja kuattack, na utajua ya kwamba biashara yangu imekufa, imeuawa, ya kwamba wengine wote wanauza hapa, lakini wewe kwamba hakuna mtu anayesimama. Makastoma waliuawa kule, wale wangefika kwako hakuna mtu anaweza kufika, kwa sababu hiyo ishatakiwa kwa maisha yako. Laini yote inaleta baraka, laini yote inaleta ushindi kwa maisha yako, inauawa kule kwenye ulimwengu wa kiroho. Sikiliza nikwambie hivi siku ya leo, nataka nikuhubirie hii na nikufunze hicho. Tukiomba tuambie Mungu kile kimekufa kwa maisha yetu, Mungu aweze kukufufua tena katika jina la Yesu. Bwana Yesu ainuliwe sana, kwa sababu ikikufa aliye na uwezo wa kufufua ni Jehova peke yake. Bwana Yesu ainuliwe sana. Na hata kama imekufa sio mwisho, as far as utaelewa ya kwamba kuna kitu imekufa kwa maisha yako, uambie Mungu nataka iweze kufufuka. Bwana Yesu ainuliwe sana. Kitu ya tatu ni marriage zetu. Shetani anajuaga ya kwamba akiwa marriage zetu, hata kama sisi ni watu wamependa Mungu sana, hatutakuwa na amani, hatutakuwa na furaha. Hata tukienda mbele za Mungu, hakuna kitu shuku kama marriage iko na vita. Wacha nikwambie, na kama hujawahi pitia challenge kama hiyo, shukuru Mungu sana. Hakuna kitu stress kama marriage iliyo na vita. Hakuna kitu stress kama bibi na bwana wakati hawasikizani kwa nyumba. Shetani na ashindwe. Afadhali uende kule kwa biashara ukose kitu, ukose pesa, lakini wacha nikwambie, kuenda kwa nyumba yako mnaangaliana hivi kama ndugu.
Ni kikombe unataka, unaandika kwa karatasi. Unaandika karatasi. Unataka maji ya kuoga, kwa karatasi unawekelea hapo. Ama unatuma mtoto anapeleka. Maji inawekelewa. Ukiona inachelewa unamwagilia kingine. Wacha kunichelewesha. Unakawekelea pale. Shetani na ashindwe. Hakuna kitu stress dunia hii, wacha niwaambie. Hakuna kitu baya kama ndoa iliyo na misukosuko, kama ndoa iliyo na vita, kama ndoa iliyo na matatizo, kama ndoa isiyo na amani. Wacha nikwambie hivi, afadhali kukosa pesa kuliko kuwa kwa ndoa iko na vita. Shetani na ashindwe. Hakuna kitu stress kama hiyo. Nayo shetani anajuana hivi, ndio watakatifu wa Mungu wasipate neema ya kwenda mbele za Mwenyezi Mungu kuinua mikono. Wao anakuja anawapigia kwa ndoa. So ukikosa amani kule kwa ndoa, hata ukienda kuomba mbele za Mwenyezi Mungu, namba 1 uko na hasira. Na wakati unaenda mbele za Mungu ukiwa na hasira, Mungu anasikiliza. Shetani anajua maombi yako huwa inasikika. Ni kama madebedebe unapiga hivi, makelele. Shetani na ashindwe. Sikiliza nikwambie, manifestation ya zile vitu mnaona kwa ndoa zetu, ndoa iliuawa. Na kuna kitu shetani analetaka kwa hiyo ndoa. Wakati ameua kitu, analetaka kitu kingine counterfeit hapo kwa hiyo ndoa. Ndio muonage kama bado inawa. Lakini ndoa ilikufa kitambo sana. Watu waliuawa kwenye ulimwengu wa kiroho, ndoa zilikufa. Watu wanalala, mwingine analala kwa kiti, mwingine analala kwa kitanda, wengine wanalala kwa kitanda, wengine hawaongeleshani mwezi mzima. Wengine unakuta ya kwamba hata mtu haongeani na mwingine, wewe unatoka, wewe unarudi, wewe unatoka. Hii ndoa ilikufa kitambo sana. Iliuawa na shetani kitambo sana. Mambo yale yameuawa kwenye ulimwengu wa kiroho. Ndio sisi tusipate amani. Ndio sisi tusiweze kufurahia maisha yetu. Yaani ya kwamba kuna kitu shetani alikuja akafanya kwa ndoa. Kuna kitu alikuja akafanya kwa mzee. Akaua upendo, na upendo ukapelekewa mtu mwingine. Shetani na ashindwe. Na Bwana Yesu ainuliwe sana. Ni vizuri sana kuangalia ni mambo gani hapo shetani ameua kwa maisha yangu. Ndio kipindi kama hiki cha maombi unakumbusha Mungu na unapeleka mbele za Mwenyezi Mungu, unamwambia hapana, kuna kitu nimerealize kwa maisha yangu, sitawahi kosa amani. Bwana Yesu, kama hii kitu imeuawa, na ikuita uweze kuifufua tena kwa maisha yangu katika jina la Yesu. Bwana Yesu ainuliwe sana. Hakuna kitu haiwezekani kwa Mungu. Hiyo ni kitu napoona, nataka uweze kuelewa hivyo. Hakuna kitu, hakuna jambo ambalo haiwezekani kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu ainuliwe sana. Kwa ndoa, kitu ya nne, angalia sana shetani, kwa sababu anakuja kuua kwa wale ambao tumeitwa na Mungu. Na yeyote aliyeitwa na Mungu ako na kitu Mungu ameweka special kwa ufalme wa Mungu. Kuna kitu wewe umepewa. Ni vile watu wengi sana tumelala, ni vile watu wengi sana kiliuawa, lakini everybody, mtu ako na kitu special kwa ufalme wa Mungu ya kutukuzaga Mungu kwa maisha yake. Bwana Yesu ainuliwe sana. Unajua hivyo ya kwamba kila mtu, hata ule mtu unaonaga ya kwamba ni kama hajui kuongea, hata ule mtu akona inaitwa stammer ama stammer what, sio hiyo? Huyo mtu kuna kitu ako nacho special Mungu amempatia ya kutukuzaga Mungu ndani yake. Lakini kitu inakujaga inauawa na shetani. Mambo yale yamekufa. Angalia ministry. Na hiyo ndio nimekwambia, sio ni ya 5 ama ni ya ngapi? Ministry ni ya 4. Angalia ministry ile Mungu ameweka ndani yako. Uko kwa hali gani? Kwa sababu kila mtu ako na position yake kwa ufalme wa Mungu. Usicheze kwa wewe mwingine. Angalia yako ni gani, ile inafanya Mungu atukuzwe kwako. Bwana Yesu ainuliwe sana. Kwa sababu kitu kibaya ni kukopi mwenzako. Wewe uko na yako special. Wewe uko na yako special. Pengine Mungu amekuweka kuwa mwombaji, pengine Mungu amekuweka kuwa mhubiri, pengine Mungu amekuweka kuwa msaada kwa watu kwa nyumba yake, pengine Mungu amekuweka kwa ministry ya kuinua kazi yake. Wewe kuna kitu special Mungu, na hii inatukuzaga Mungu sana. Ukitumia kile Mungu amekuweka, kile ambacho ni original iko ndani yako. Bwana Yesu ainuliwe sana. Inatukuzaga Mungu sana kwa maisha
maisha yako. Angalia ni ministry gani Mungu ameweka ndani yako. Ni ya kupeana kama Dorcas, ni ya kuinua Mungu kwa njia yoyote. Kuna watu nilikwambia kwamba tukienda crusade, kazi yao hautawaona kwa jukwaa kama hii, lakini walikuja wakajenga hiyo jukwaa ya walihubiri kwanza ya kuhubiri kuja pale kwa jukwaa. Bwana Yesu ndiye sana. Kuna mtu alikuja akabeba hizo viti akapeleka, kabla watu wakuja kukalia hiyo kiti, wao walihubiri na kwa mfano wa Mungu, kazi yao walifanya na ikawekwa tiki, hata kama hutawaona kwa jukwaa. Kwa sababu watu wengi sana huamini ya kwamba ministry lazima uwe umesimama mbele ya watu. Hapana. Bwana Yesu ndiye sana. Angalia kile Mungu ameweka ndani yako. Ni ministry gani? Unasikia kuwa mwito, una mwito wa pande gani kwa maisha yako? Sababu hiyo ndio itafanya Mungu tu akukumbuke. Hiyo ndio itafanya Mungu akubariki. Bwana Yesu ndiye sana. Lakini kisha kufa, so unakuwa tu akutapatapa, kurukaruka, kukope. Shetani ashinde. Ati wewe unakuwa kope, inaitwa photocopy. Wewe si original. Imitation. Na jenyo akomile. Asante. Imitation. Thank you very much. Bwana Yesu ndiye sana. Sikiliza nikwambie ya kwamba una imitate kitu kilicho ndani ya mtu mwingine. Uliona mtu akiruka kwa jambo fulani akisifu, wewe unajaribu kuruka kama yeye, badala uimbie mtu Mungu vile unasikia ndani yako ya kwamba utamtukuza. Bwana Yesu ndiye sana. Sikiliza nikwambie hivi, angalia ni ministry gani Mungu ameweka ndani yako. Isije ikawa ndio inafanya shetani apate mlango kwa maisha yako kukumaliza, kwa sababu wewe ile Mungu aliweka ilikufa, aliua. Wewe unatumia ya mtu mwingine, na hiyo haiwezi kufanya ubarikiwe na Mungu hata dakika moja. Bwana Yesu ndiye sana. Ya tano ni maisha. Ni maisha ya mwanadamu. Vile Mungu ametuumba, unaweza kuangalia kwa maisha yako na utaelewa haraka sana. Ni nini ambacho kwa maisha yangu, kuna watu walikuwa na kibali na kiliisha. Kuna watu walikuwa, yani mtu ambaye anaweza kusaidia hivi na shilingi yake 50. Hiyo pesa kwa sababu yeye ameumbwa na Mungu hivyo, unaenda unafanikiwa. Kuna mtu unakuta ya kwamba ni msaada kwa familia, ya kwamba kwa familia yenu Mungu amekuweka wewe kama store yake kwa familia. Wakati wote mtu akiwa na shida, wewe ndio utakuwa unapigiwa simu kwa wa kwanza, kwa sababu Mungu analeta kwa hiyo store. Ndio mtu mwingine akiingia kwa shida, upigiwe simu, Mungu anakutumia wewe kusaidia watu wale wengine. Bwana Yesu ndiye sana. Angalia pati yako kwa maisha yako. Ni nini ambacho kimekufa kwa maisha yako ya kawaida? Washa sasa ya kiroho. Hii ya mwili. Utaweza kuelewa na utaweza kupigana hii vita ukijua ni nini unapigana naye. Bwana Yesu ndiye sana. Ni nini ambacho kilikufa? Pengine ulikuwa mtu mpenda watu na saa hii haupendaji watu. Pengine wewe ulikuwa mtu wa kupeana, hiyo kitu kilifungwa. Pengine wewe ulikuwa mtu wa mtu unashukulia watu mizigo. Unakuta mtu ako na shida, unashukulia mzigo kama wako. Lakini hiyo kitu kiliondoka. Kiliuliwa na nini? Utaweza kuiopea, kwa sababu usipoelewa Mungu kupata nafasi ya kuja kwa maisha yako na huko kwa ile Mungu alikuweka hivi, utaishi kulia kwa maisha yako yote, sababu hakuna kitu utakuwa unapatana nacho. Bwana Yesu ndiye sana. Na ya sita na ya mwisho, ukitaka kuelewa wakati ambapo unauawa kwenye ulimwengu wa kiroho, fanya utafiti sana wa zile ndoto wewe unaotaka. Itakupatia ansa ya haraka sana. Dreams. Bwana Yesu ndiye sana. Ukitaka kujua shida ambayo inataka kuletwa kwa maisha yako, ukitaka kujua ni pati gani ya kwenye ulimwengu wa kiroho kunaleta shida, ukitaka kujua ya kwamba unauawa kiroho, angalia ndoto zako. Ndoto zile unaota, ndoto inakuwa ni kama kioo ya maisha ile tunaishi. Ukiangalia uone ya kwamba umeunganishwa sana na maroho za watu waliokufa. Unajua kwenye ulimwengu wa kiroho kuna spirit ya kifo uliunganishwa nayo. Aidha inakuja kukuulia, kuua baraka, kuua chochote ambacho unakuja kupata. Kibali ukikuja kupata lazima itauawa, kwa sababu uliunganishwa. Ukitaka kujua kwamba kuna mtu anakupiga ama anapiga karama iliyo ndani yako,
Amuka uombe. Bwana Yesu ndiye sana. Hata sitaki uonage ndoto na shetani kwa ndoto sana. Hata kama unaona kuna ndoto ya mtu wenu unaona akikupiga, inaweza kuwa yes yeye. Lakini kuna hiyo tu system ya kwenye ulimwengu wa kiroho inataka wewe uweze kujua kwamba hapa kuna vita. Amuka uombe. Kuna vita ya namna hii. Kuna vita ya namna hii. Bwana Yesu ndiye sana. Sikiliza nikwambie hapa. Kwenye ndoto utaweza kuelewa. Mtu akibibizana na kipawa chako utaelewa, kwa sababu kwa ndoto utaona kitu inahusiana na hiyo kitu. Niliambia Pastor Shausi leo, nikamwambia Mungu aliniletea juzi Pastor Shausi wa Mwea. Mtu akiomba maombi machafu kinyume na ile kanisa nimwambia leo. Na nikaona ile maneno anaongea huko, nimefunga, kuna mtu Biblia, hakuna mama ataingia, kuna kijana ataingia. Nikamuona na Mungu akaniletea vizuri sana. Kamwambia leo, sikiliza nikwambie hivi, angalia, fuatilia ndoto zako. Na ndoto, hata kama utaona ndoto chafu namna gani, hakikisha kwamba umeomba. Bwana Yesu ndiye sana. Ndoto inakupeana alert ya kujua hapa kuna vita, hapa kuna kitu kibaya, kwa sababu kule kwenye ulimwengu wa kiroho manifestation yake ya kwanza inakuwa kwa ndoto. Zile ndoto unaota, hizo ndoto, ukiona ndoto zako ni chafu, unafaa unaombea sana, kwa sababu kwa maisha yako ya kimwili hivyo ndivyo kulivyo. Hivyo ndivyo kulivyo. Na kama huko hivyo saa hii, kile kitu kitakuja kuonekana ukikosa kuomba, itakuja kuonekana na hapa mbele. Shetani na ashindwe. Hauwezi, hebu nikupatie for example moja. Wale watu saa hii hutembelewa na spiritual wife na spiritual husband. Huyu ni mwanaume wa watoto na mwanamke wa watoto. Ukiwauliza wengi wao, number one, shetani hataki wakae na mwanamume. Hawataki shetani atakaye kuwa na mwanamke. Na manifestation ya hiyo kitu na hapa mbele kwa wanaume inakujana kuondoa nguvu za kiume za mwanaume. Unakuta ya kwamba mwanaume hana nguvu. Kwa wamama ukiendaenda na hapa mbele, unakuta ya kwamba ile kitu kwa sababu kilikusha na kinakujaga kwako, feelings zinaondolewa za mwili. Mungu ametumba vizuri sana. Mnajua kile naongea. Bwana Yesu ndiye sana. Feelings za mwili zinaondoka kwa mama, kwa sababu kwenye ulimwengu wa kiroho ile kitu, kuna kitu ilifanya. Wengi mnakuja kwamba wale wanatembelewa na hizi vitu, unakuta kwamba inaleta infection kwako. Na kwa marriages kuna hii shida kubwa sana. Sababu kama mmoja wenu anatembelewa na hiyo spirit, unaweza fikiria kwamba kuna mtu anatoka nje ya ndoa. Kwa sababu hii pepo inakuja inakuashia magonjwa ya mwanamume ama ya kike. Unakuta kuna infections. Watu wanatengenezwa infections leo, kesho. Unakuta kwamba karibu mwaka watu wanakunywa madawa za infection na mashindano, lakini haishangi, kwa sababu huyu wako kwenye ulimwengu wa kiroho. Anakuja, anafanya mambo yake. Sikiliza nikwambie hivi, kwenye ndoto zako angalia sana wakati unaona unaletewa mashiriki. Hiyo inakwambia direct ya kwamba kwenye ulimwengu wa kiroho umeletewa ufalme wa umaskini kwa maisha yako. Ukiona unaletewa noti zimekuja, zimelaruka na zinaisha, zile tunoti tunaona tunoti ya 50 bila tutakuwa tumeparana. Uone vitu kama hizo kwenye ulimwengu wa kiroho kwa ndoto. Unajua kwa maisha yako kukuja kubahatika na hii pesa na pesa hivi ni kuomba, utaomba. Na ndoto zingine zinataka unaamuka na unashabulia hapo. Lakini shetani alikwambia hivi, aliua vipawa za maombi. Watu wanaombea kanisa. Sio hata mambo kama itakuja kutokezea. Watu wananiambia maneno mingi sana hapa. Namuuliza, wakati uliomba. Ukiomba jioni, unafunga mlango wa hizo ndoto mbaya. Unafunga huo mlango. Unaushughulikia. Kwa sababu tu mtu muombaji, Mungu atakupatia njia ile utakuwa unafunga hiyo mlango naye. Wakati unaenda kulala, kama ni pepo kama hiyo utaweza kuiataa kwenye ulimwengu wa kiroho kabla hujalala. Shetani na ashindwe. Angalia ndoto zako zinatoka namna gani. Ndoto zako unaonyesha watoto. Ndoto baya.
Na zile shetani anaashiriaka zikuja kwa watu wengi, si ndoto mzuri. Ndoto mzuri hazifikaki kwa watu wengi, inakamatiana huku. Shetani anabadilisha ile paya, ndio inakuta wa Kristo. Ndio tunakulishwa manyama usiku, tunakula nyama, tunaamka asubuhi tumbo zetu zimefura, tunaamka tukiwa wagonjwa. Sikiliza nikwambie hivi, kwenye ulimwengu wa kiroho ukitaka kujua unawindwa, kuuawa, angalia toto. Ile toto unaota itakupatia answer na itaweza kukuelekeza vile wewe unaomba, utaomba. Bwana Yesu ndiye sana. Failure to that, ukikosa kuelewa, sio utakuta mambo inatokezea tu. Unasema hii kitu nilikuwa nimeona kwa ndoto na imetokezea. Hii shida nilikuwa nimeona kwa ndoto na imetokezea. Niliwaambia hivi, sijui kama tulikuwa na Mosiemi ama tulikuwa na Paulo siku moja. Tulikuwa tunaenda Nairobi. Hiyo siku asubuhi yake mimi Mungu aliniletea watoto ya kwamba tunaenda tukomwea, ni wakati wa ile gari nyingine nilikuwa nayo. Na lori ikakuja ikatupiga vibaya sana. Nikaona tumepigwa na kiroli kwa hapo. Na tukaingizwa kwa mshele, kule kwa mashamba ya mshele. Gari yetu ilienda ikaingia kwa mshele kama imepigwa vibaya sana. Mimi nikaanguka na nikafunga. Sababu nilijua leo kuna mtego wa ajali. Shetani anajua tunaenda Nairobi. Na tulikuwa tunaenda mapema sana na hawa. Tulikuwa tunatoka huko kitu saa 9 ya usiku ndio tufike mapema kule kupapasuka. Tukirudi kutoka Nairobi na kumbuka tulikuwa sisi kama tulikuwa pale na Hesbon. Pale kwa njia ya Gikoba ile roundabout ya pale. Lori minibus za Nairobi ilikuja kama imepiga hiyo gari. Hiyo siku tu tulipigiwa Nairobi nyuma. Gari yetu ikagongwa, tulikuwa na msini. Gari yetu ilikuja ikagongwa, hata wanakumbuka niliwaambia. Gari yetu ilikuja ikagongwa nyuma. Kwa hivyo kama singefuka ile ajali, vile nilikuwa nimeona tumesukumwa na tumetumwa mpaka kwa mashamba, hii ajali ingekuwa kitu kibaya sana. Lakini kwa sababu niliifunga, sio gari iligongwa tu kwa pamba, ikapoteka kidogo. Na tulipigiwa pale kuna askari, mahali kuna askari. So, dereva ni kutoka, akaambiwa simamisha gari, wewe uko na makosa, na askari alikuwa pale, wewe ndio uongee na wale watu. Wewe uko na makosa. Kwa hivyo alikuja tukasikizana, si akatupatia pesa, akatulipa pesa, gari ikakuja kutengenezesha huko wewe. Kama singeifunga, sikiliza nikwambie hivi. Kitu ile unaona kwenye ulimwengu wa kiroho, hebu iangalie sana. Na uweze kuiombea sana. Sababu kama tutauawa kiroho, zile mambo mingi sana, machafu shetani ametuwekea na watu wametuwekea, hizo tutakuwa zinaonekana. Lakini mambo mazuri iko wapi? Mambo mazuri iko wapi? Bwana Yesu ndiye sana. Mimi nataka uweze kuamuka wiki hii. Bwana Yesu ndiye sana. Amuka mahali ile kitu unaona kama kimeuawa kwako. Wewe ndio unajielewa vizuri sana. Unajielewa sana. Unaweza kuangalia hivi unaona hapana. Ni maombi. Ni kuatendi ibada. Ni nini kimeuawa kwako? Uweze kuifikiria. Ukiomba waambie Mungu, wewe mwenye kufufua, nimekataa mimi kukufa kiroho. Bwana Yesu ndiye sana. Na chochote kimeuawa shamba kwenye ulimwengu wa kiroho, nataka hebu angalia hapa, nikupatie for example na kitu nimeona saa hiyo. Kijana yangu huyu anaenda kupiga keyboard, tucheze wimbo. Kabla kufika, akifika, si ametoka kule. Kufika tu kwa keyboard hivi, umeona vile amefanya hapo. Na hivyo ndio kwenye ulimwengu wa kiroho kuna baraka, kuna kibali tumewekewa na Mungu. Lakini kule kwenye ulimwengu wa kiroho kuna kitu kimefanyika, ndio wewe usipate, ndio usiweze kubahatika na hiyo. Kuna kazi na watu wanaajiriwa kazi. Kuna mahali kwanza nimekumbuka, nimemwambia juzi, Mungu aliniambia kuna kazi. Niliambia watu wawili, niliambia yeye apeleke barua, na Mungu alikuwa amenielekeza kuna kazi hapo.
Sasa ukienda hapo wiki utakuta mshirika wetu mmoja ameajiriwa hapo, msichana, kwa sababu kwenye ulimwengu wa kiroho hawataki mtu apate nini. Mungu aliniambia siku ya huduma, mwambie aende apeleke barua yake mahali fulani, na nikaambia sister mwingine hapa, andika barua, naona kuna makazi kama ya watu wawili ama watatu pale. Nikamuelekeza huyu, ameenda Saturday na akaingizwa kazi, ako kazi hapo, na wengine wamepeleka yake kwenye ulimwengu wa kiroho, kwa sababu kuna kitu wanafanya, kuna kitu walifanya. Sikiliza nikwambie hivi, hata kama ni nyota, hata kama ni kipawa, hata kama ni ndoa, hata kama ni relationship, shetani aliua. Nataka ukisimama siku ya leo, ataweka uko hapo nyumbani, uweze kudikiria hiki na mdomo wako, uweze kufufuka, na Mungu atafufua katika jina la Yesu. Bwana Yesu ndiye sana. Hebu simama na ndugu yako, simama na ndugu yako, twende tupende za Bwana. Hakuna kuiba. Uambie Mungu, kile kimekufa kwa maisha yangu, kile kimekufa kwa maisha yangu. Uambie Bwana. Hebu simama hapa, nikiomba nikukumbuke kuwa hapa wiki. Simama hapa, nikukumbuke kuwa hapa. Simama hapa mbele. Enda mbele za Bwana, 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 enda mbele za Mwenyezi Mungu, enda mbele za Mwenyezi Mungu. Kile kimekufa kwako, kile ambacho shetani ameua, kile ambacho ibilisi ameua kwa maisha yako, Mungu aweze kufufua katika jina la Yesu Kristo. Iweze kufufuka tena, iweze kufufuka katika jina la Yesu. Chochote wameua, chochote wameshika, nasema kwa jina la Yesu Kristo, enda mbele za Bwana. Hicho wameua, chochote wameua kwa maisha yako, malaika wa Bwana akashuke, akaweze kufufua kule ambacho walishika wakakifunga. Mungu aweze kukifufua jioni ya leo. Wewe funga maisha yako, omba. Apia Mungu, kuna kitu unajua kwa maisha yako waliua, kuna kitu waliua kwa maisha yako. Apia Bwana kwa jina la Yesu, in the name of Jesus. Chochote mliua kwa kijana, chochote mliua, nimeikujia siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Madhabahu zenu na utawala wenu wote na uvamia jioni ya leo, na vuja ngome zenu na utawala wenu. Chochote ambacho mliua, ninawatangazia jioni ya leo, lazima mtafungua, lazima mtafungua, lazima mtafungua, lazima mtafungua, lazima mtafungua. Hii nyota inainenea, hii nyota iweze kufufuliwa tena, iweze kufufuliwa tena katika jina la Yesu. Ewe Bwana majeshi, naombea ndoa, kila ndoa iliyofungwa, kila ndoa iliyouawa, kibali iliyouawa, nyota ya kazi iliyouawa, jioni ya leo inainenea kwa jina la Yesu Kristo. Ewe Bwana wa majeshi, jioni ya leo inanena uwezo wako, nguvu zako Bwana wa majeshi, zile nguvu zilizofufua Yesu tunaziita Bwana wa Bwana kwa maisha yetu, ikafufue chochote ambacho kiliuawa kwa jina la Yesu Kristo. Kila waliua kwa ndoa, kila waliua kwa biashara, kuna waliua kwa watoto, kila waliua kwa masomo, kila waliua kwa miili yetu, kila waliua kwenye ulimwengu wa kiroho, tunasema ifufuke jioni ya leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Inatamka Bwana wa majeshi, chochote ambacho waliua ikaweze kufufuka, ikaweze kufufuka, ikaweze kufufuka. Nyota ya kazi, nyota ya kazi, nyota ya kazi, nyota ya biashara, Bwana wa majeshi, upande wa falme, nimeita ikafufuliwe jioni ya leo. Chochote waliua, kama waliua uzazi, nasema jioni ya leo uzazi ufufuke, 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 ufufuke kwa jina la Yesu. Ongea na Bwana, ongea na Bwana. Ongea na Mwenyezi Mungu. Chochote ambacho waliua jioni ya leo, na inaendelea kwa uwezo wa Mungu, na inaendelea kwa nguvu za Bwana. Chochote waliua, chochote shetani aliua, chochote wachawi waliua, chochote waganga waliua, chochote maadui zetu waliua, na inaendelea jioni ya leo kufufuka, kufufuka, kufufuka. Njia zetu za pesa
zifufuliwe, maisha yetu mazuri yafufuke kwa jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho waliua, nasema kwa jina la Yesu, afya mzuri, Bwana wa majeshi, nasema ifufuke kwa maisha yetu. Chochote waliua, vipawa zifufuliwe kwa jina la Yesu Kristo. Ewe Bwana wa majeshi, jioni ya leo naomba Bwana wa mabwana, fufua. Ewe Bwana wa majeshi, fufua chochote Mungu wa majeshi, ufalme wa falme ilikufa kwa maisha yetu na inaendelea Bwana kufufuka. Waliua ndoa, wakalete mtu wa kiroho hapa Bwana wa majeshi, ufalme anatembea kwa watu wa Mungu. Nasema huyo mtu wa kiroho akufe, huyo mtu wa kiroho, spiritual wife, spiritual husband, na mlaani akufe. Ndio Mungu wa majeshi, ndoa zetu, ndoa zifufuliwe, maisha ya ndoa ifufuke, mtu Bwana wa majeshi aonekane kwa jina la Yesu. Ebeneza Mungu wa majeshi, ufalme wa falme, jioni ya leo Bwana wa mabwana, ufalme wa ajabu, naomba Bwana mafuta yako na nguvu zako na uwezo wako kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Bwana fufua, 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 Bwana fufua. Nimetuma upako wa kufufua kile kimekufa, nimetuma upako Bwana wa majeshi wa kufufua kile kimekufa, nimeashiria upako wa kufufua kile kimekufa. Ewe Bwana wa majeshi, nimetuma upako kwa destiny za watu zile zimeuawa. Ewe Bwana wa mabwana, hiyo destiny ifufuke, ifufuke, ifufuke. Hiyo destiny iliyouawa ifufuliwe Bwana, wiki hii kwa jina la Yesu. Chochote kimekufa, nimeita Bwana, ifufuke, ifufuke, ifufuke kwa maisha yetu. Zile ministry Bwana umeweka ndani yetu, ile iliyouawa Bwana, nimeita ifufuliwe, ifufuliwe, ifufuliwe kwa jina la Yesu. Ewe Bwana wa majeshi, naomba kufufuliwa Bwana, naomba kufufuliwa kwenye vitu zetu za kiroho. Waliua magari, waliua mashamba, waliua mabusiness, waliua kazi. Jehova Mungu wa majeshi, waliua financial breakthrough. Ewe Bwana wa majeshi, oh hallelujah, 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 hallelujah.